kama ana mchango kwake yeye au kwa watu wengine. Maanake nini? Maanake kuna watu wengine unaweza ukawapa msaada, lakini hao watu wenyewe hawezi kutoa msaada kwa wengine. Moja kwa moja watu wanakuwa hawataki kupewa msaada. Kwa sababu gani? Kwa sababu ili umsaidie mtu inabidi na yeye afanye kitu kingine kwa mtu mwingine, hata kama sio kwako moja kwa moja, lakini awe na uwezo wa kumsaidia mtu mwingine. Kwa hiyo muda mwingine watu wengine wanaweza kuwa wanahitaji msaada, lakini wao je, wana moyo wa kusaidia? Kwa hiyo muda mwingine unaweza kuona mtu asaidiwi na kitu kingine, lakini ni kwa sababu yeye ana uchoyo, ana moyo wa kusaidia. Na hiyo nimesha kushuhudia kwenye familia moja. Kulikuwa kuna mfanyakazi ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye nyumba fulani, lakini kule kwenye ile nyumba kuna watoto ambao wamezaliwa kwenye ile nyumba. Japokuwa alikuwa na hela na kipato cha kutosha, lakini kilichokuja kutokea ni kwamba urithi kwa watoto au kupewa kwa watoto, kwa sababu hawezi kusaidia watu wengine. Badala yake alipewa mfanyakazi urithi na akapewa mali zingine azisimamie. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule mtu aliona kwamba hata kama nikiwapa watoto wangu hawezi kusaidia watu wengine, na baadaye wanaweza kuziuza mali au wakazitumia bila kuwa na mpangilio maalum. Kwa hiyo akaamua amrithishe yule mfanyakazi ambaye anajitoa kwa moyo na anaweza kusaidia watu wengine. Kwa hiyo hata wewe hapo ulipo, usikubali kumsaidia mtu ambaye ana mchango kwa mtu mwingine, aidha mtu mwingine au kwa yeye binafsi, ambaye hata mtu kama yeye mwenyewe ukimpa hela au ukimpa kiasi fulani ana uwezo kukitumia kwa ajili ya kujiboresha zaidi, sio tena kurudi kwako tena kuomba msaada mwingine. Kwa hiyo inabidi ujifunze namna ya kuweza kuvalidate, kutofautisha msaada kwa mtu mmoja na mtu mwingine. Inabidi msaada wako ukienda sehemu fulani iwe ni mbegu umepanda ambayo itasaidia kwa ajili ya maboresho na kuweza kuleta maendeleo kwake na kwa watu wengine.